Nyakoni nyama choma chama dieri giwendo samaki kawa chama dieri giwendo kuchoma chama dieri giwendo yakindunia machulo vil oh isindania machulo vil kama shoka donja dieri imelo rumba shoka wa donja dieri ni mielo church Carnival restaurant shoka wa donja dieri ni mielo room yakindu ni mangado gate oh sintane mangado tiko oh maseka wa lunga dieri giwendo maseka wa lunga dieri ginyakone mizinga kawa lunga dieri giwendo Aglan Libet, 15 years. Why in the Kawa Mother Deary Giwendo? Why in the Kawa Mother Deary Giwendo? Another bag rose. Red dry. Red dry. Michael will look the graphics. I know what the chiga. Kawa Lunga Deary ni Budaramoa. Kawa Lunga Deary ni Budaramoa. Matatu kawaida dieri ginyakoni sindani machulo fea kama nyakinduni machulo fea kama oh nyakindi ndisori bayogo oh nyakindi ndisori teresho jabe oh ili chef kon urpo yumi so no mos man mos was scout mos moya cash Sinda kilwa krepi Sherina kichungu malo Sinda kichungu malo Mami moni maso twere Mama moni maso twere Sinda kichungu malo Sherina kichungu malo Mami moni ndisi twere Sheri moni ndisi twere Sheri moni malo bada Mami moni nyono bata jaber Weekendo chopo Sheri monda teri show jaber Vacation no chopo Nivo Nairobi City Wadua miele rumba Nivo Nairobi City Wadua miele rumba Urugares Nairobi City Wadua miele rumba Sela Resort Kisumu City Wadua miele rumba Dunga Beach Kisumu City Wadua chamu ndege Yani Beach Kisumu City Wadua chamu mbuta Yani Beach Mombasa pwani Yani Beach Mombasa pwani Wadua kwanga kodi Yani Beach Mombasa pwani Wadua kwanga kodi Yani Beach Mombasa pwani Wadua kwanga kodi Kachinga mi yaro mam Sharinga mi yaro mam Sindanga mi yaro mam Rembonga mi yaro mam Sindanga mi yaro mam Ano hemi woto godo Yakindonga mi yaro mam Ano emi ninde kore kachobe do Ano emi ninde doge kachobe Ase bora bugu Ano emi meso godo kachobe Ano emi nyodo doge kachobe Bibi nyaromanga Ipo sona lenya kachuro pide ke ile Ombe wa chama Wapi kets chia lady Mano jaber nyaru kuyo Achenga nyara lego jaber nyiri makakoli Mama olda Nyakinda do baba kodi yoda Sinda do baba kodi yoturu Kinda do baba kodi yoturu Sinda do baba kodi yoda Nyako mi yara dier Ano emi bayo godo yoturu Ani nyako mi yara dier Ano emi bayo godo yogwe Nyako mi yara dier Ano emi teru sumbo ne mam Nyako mi yara dier Ano emi teru moto ne mam Ani nyako mi yara dier Ano emi bayo godo yogwe Nyako mi yara dier Ano emi teri sungo na nyola
nyako miera die nyano emiteri sungo nuwete ani nyako miera die nyano emiteri sungo nuwete nyakindu taera die nyani nyaka bagodo yodhuru ani sinte taera die nyani nyaka bagodo yodhuru sinte taera die nyani nyaka bagodo wazazi sinte taera die nyani nyaka bagodo ni mam ani sinte taera die nyani nyaka bagodo ni mam sinte taera die nyani nyaka bagodo ni mam sinte taera die nyani nyaka tera sungu na nyola ani sinte taera die nyani nyaka tera sungu nuwete sinte taera die nyani nyaka tera sungu nusie biura chola wapi Moses woda bio ine juko Afredi jako mala jakado mala Afredo mabei wacha ngo Eli toto nyadundo Subanese emanu wood godos janya kondo ados joloka go wacha ado jijogo emanu wukaunti ado jigwa laba asimba nyocho nindoga minga sani simbo sibuo asimba Ruto George asimba wangne to momo pa ajoji kichugi miale mati baba simbo momo pa chugi miale mati chugi jusa mati mano kalo ko Utawala Studio Mosna chairman Gidi wapi chairman Gidi wapi Sabit Nasir ora wandu wayo chogi ba adek tatu wapi wewe Steve today adeke busi mama tingiza kidogo kidogo Yuvi akijana mdogo Owede nyarwa wani atundi yote mbogo Owede paka yote Achichi woki sumo Ekani gomena restaurant Carol atuan woja siaya sumo chogi asimba le oaga chienge nyatigi lili wabiro mos wangi chimomo pak nyatiga chienge kikiber machienge ken woda uma imoso na kumolo masiv ken mos na boda mande wate Samura chola ay Sami moso na boda makala mili Nyisigini ki yawe all moro mati Simba biro Wadi lili Mayuka Atum kita gili nanyola go Ajefu nyatanga nyakwaro lendo Magic touch Ejep waga kamigono kila kili Kevo Aya usiepa Banjo rumo Aaron Sheila nyarabandu Nyarukuyu Mano Sheila mama Sheila babes Asimbale Nategi nini Wabiro mos Ajofri woko jugi Ajofri wachititi mobwa Yes, mana filo kwach asante sana msanii kwa hiyo ngoma tamu and thanks for the Iko sawa? Asante filo kwach So wanabunge hiyo ilikuwa entertainment part na hope mmesikia hiyo ngoma vile ni tamu
And my good name is Brett Lord. I'm the official host, and this is Embakasi News TV. Na kama uko hapo nyumbani na to watch, please subscribe, kindly like and share widely. So before niendelee, nitakaribisha siji chairman kama wakaribu. Nataka maombi kwanza before tuendelee. Ningependa tuombe kwanza. Kama chairman hayuko, mimi mwenyewe nitaomba, ni sawa. Let's believe and pray. Kind of everlasting Father, we thank you for the good day. We thank you for this program. May you be with us until the end, because I pray, believe, and trust in Jesus' name. Amen. So guys, my good name is Brett Lord, and I'm the official host. Na before tuanze, tuko na part ya Gen Z News. Na hii news yetu inakuanga na lugha yake, na lugha yake ni Sheng. So juu sana news zote zitakuwa za majenzi, na kama inakuhusu pia ni sawa, utaelewa. So leo nikiangalia kwenye news hapa hivi, Warasta wameumia bana. Leo Warasta wameumia. Kwanza Warasta kuna mmoja wao amededi. Jamaican reggae artist Fantan Moja dies at 49 after heart complications So Warasta poleni bana Moja ameenda, rest in peace. Na bado ukiangalia Warasta, kuna mmoja wao aliamua kwa hiyo shamba yake ya mahindi apande ile kitu yao, si ndio? Jamaa akapanda vizuri tu zikamea bana, zikamea. After kumea, alafu kuna bibi yake sasa kamwa, wacha leo nionje yenye tapatikana. So man arrested after police discovered half-acre cannabis plantation worth millions as a maize farm in Nakuru. Watu Nakuru mko na akili. Ni sawa, lakini na bado Warasta bado wameumia. Sasa hii nimewaumiza zaidi Warasta fao lakini hii imewaumiza zaidi. Sasa High Court imedeal na Warasta venye nadai. High Court imesema aje? High Court rejects petition to legalize bang for religious use by Rastafarians. So Warasta kama ni bang mnadai kwa legalize itabidi tumetumia kwa choo, kwa rive pale choche. Msitumie bangi ati hadharani wamekataa, na ni High Court imeamua hivyo. Sio Bright Lord, sawa? Haya, majenzi bado kuna msema amewaguza hapa akasema aje, before mtumie ile jaba yenu ile aluta mnafaa ioshe na maji moto mtoizo majams bana sijui kama hiyo ni advice poa, lakini Warasta wamesema aje, ukiosha azita kushika fine. Leo pia kuna game ya England na Argentina. Na nimeona Warasta washaanza jaba wanangoja tu masaa ya game ianze semi-final bana. So hapo ukiamua kubet ni shauri yako. Ukiamua usibet pia ni shauri yako. Ndio Warasta faona pita. Haya, kuna bado hii bei ya fuel. Fuel bado bei yake imeretain, na bado diesel na bado kerosene bado, alafu wamesema wataibadilisha on August 14th. So ikifika 14th kama uko na ndudhi kama uko na dinga bana, wase wa Lexus ndio wako sawa. Wase wengine wenye wanatembea na madinga watakuwa wameumia by August 14th, jitaongezwa huko. Na kuna huko DF mwenye alimwajo ati amechoka na maisha bana, kama kunyuria watoi wake wawili na wife wake bana, ameshashikwa. Jina yake ni Peter Mugure Peter bana, jina lako ni Sagodi lakini vitu nafanya bana ameoa watoi wawili na wife, sasa yako ndani. Ukiangalia pale Booth Boys High School principal amekuwa arrested bana principal ameamua kukula wavulana wa huko sodomi bana huo principal amekuwa arrested bana anakula wanafunzi huko PCE Booth Boys High School. Ziko wapi hiyo shule? Lakini principal ameamua tu haizi kaa kutu huyo. Haya, alafu sasa Kenya Kenya hii sijaelewa lakini sijui nasemaje, but wamesemaje Kenya officially opens its first resident diplomatic mission in Kingston, Jamaica. Hii ndio news spot ya Warasta pekee. Hizo zingine wameumiza Warasta wote. Alafu King Kaka amesema kitambo alikuanga Gondi, na amesema I'm very sorry kila mtu mwenye alibiwa simu hiyo time yangu nilikuwa youthman pole nilikuwa mimi nawaibia, na amesema amereform So mayouth wote King Kaka anasema alikuwa Gondi, na sasa hiyo na check place yako bana kwa na maganji. So mayouth form ni kureform, sawa? Form ni kureform. Sasa hii ndio nisema jenzi bana. Na nilikuwa news reporter wenu Brett Lord.
Na mimi ndio chairman wa majenzi Embakasi yote bana jo. Hata babu ashapiga tika hapo hadi akasign, sawa? Na kama unapinga kuja kwa ofisi yangu pale nyuma ya kwa ndege church. So guys, bunge itaanza officially na ningependa tupewe ngoma moja ya Afilo kwa kwanza. Ifika hata kama ni nusu hapo. Alafu tata tuanze bunge officially, si ndio? Wagwan. Mimi ni jenzi wenyu pale Bright Lord. Hello. Oh, by the way, niko na So guys, before nipea Philo kwa microphone, ningependa kushukuru kuna watu fulani wanafanya hii shughuli inakuwa inasimama. Nimeona hello. Wagwan champion nimekuona hapo hivyo. Uone jamaa ile tu ngoma smart sana. Hiyo ngoma mkiingia pale kwa YouTube mtaona ngoma ya Ruto jo. Mpitie hiyo ngoma pia hapo bana, ni Papati. Papati nimekuona bana, big up so much. Wagwan. So guys, nilikuwa nasemaje, hii shughuli imesimama juu ya Honorable George Aloe Adera, na yeye ndio sponsor wetu, na yeye ndio director wetu. Na bado tuko na producer Oris, nashukuru sana kwa shughuli yako vizuri. Tuko na mtu wa sound hapo bwana Aaron Onyango. Big up mtu wa sound, yeye anafanya nasikika sauti na kuwa kama base. Alafu niko na security wangu hapo hivyo. Niko na security wangu Regan. Niko na cameraman hapo Iano, big up to you. Alafu niko na guest leo na ni comedian bado. Tuko na Adek 3, sawa? Adek 3 kuja usalimia watu kidogo, alafu Afilo kwa ataingia na entertainment, si ndio? Wagwan. Hello. Kwanza kabisa Mheshimiwa George Aloe Adera, shukran sana kwa kufanya event kuwe colorful. Wana Embakasi Ward raundi, yani tumeamua kama ni siasa hatutaki wazee, raundi ni vijana. Mtu akipewa mechi anaenda raundi kama 5-6 hivi, si mtu anapigwa na hata attack kabla hajafikisha hata nusu ya mechi. Ni kubaya. Na wanaume tutafute kazi. Hii mambo ya kusota mpaka bibi anakuambia toka nje nivae nguo, hii haileti shangwe. Na raundi tunasema wakileta pesa tunakula na wanatoka siaka. Tunakaribisha sana ndani ya Embakasi TV. Mali tunajadiliana vitu ambazo zinatuhusu sisi kama wana Embakasi Ward. Mambo na school, mambo na education, mambo na health, mambo na security, mambo na maji na mambo na leadership pia, si ndio? Kwa hivyo siku hii leo tunasema tukianza hii bunge tukaribie, tutoe maoni, tujue venye tutaendelea ama vipi. Wamama hoye, wababa wanasikia hii pande yetu tunapenda kutoa maoni bila uoga. Kwa hivyo tukaribie tukiendelea. Hii si matanga, mmezoea matanga, mnaitishwa 10-20. Hii ni Embakasi TV, courtesy of incoming MCA kijana mdogo George Aloe Adera. Kwa hivyo back to you tukiendelea na shughuli. Karibuni sana. Karibu. Wagwa na Philo kwa bwana bimia ngoma mondi matine kwa chak gini donge. Nasema Philo kwa tupea ngoma kwanza, alafu tuanze shughuli. Pisha huyo jamaa. So guys, in the meantime, kama ukapo hivyo unapita, this is Embakasi News TV. Ukiwa pale kwa nyumba yako, tafuta pale kwa YouTube Embakasi News TV, please subscribe. Hapa ni bunge la wananchi na tunaongelea wanasiasa, tunaangalia vitu kila mahali. Cheki bwana Jo, subscribe Jo, like na ushare, sawa? Wagwan. Philo Kwach. Philo Kwach. Sibasigo. What do you mean? Ndio urachola wapi sasa urarisi. Origachenga kele wenda kajuye nai. Origachenga kele wenda nigirjo nai. Origachenga kele wenda kajuye nai. Simba ne Naruto bile erete. Sibore ne Naruto bile erete. Nena manyole tino kanindega
Erotie na ruta ruta edithi. Erikogwe na ruta ruta edithi. Erikotie no wodo ganya sega. Gore nena manyole. Asiango do ganya babaya. Simba nena manyole. Minyali chamudo. Simba nena manyole. Minyali chamudo. Gore nena manyabu. Minyali teredala. Simba nena manyole. Minyali kanalea. Gore nena manyole. Minyali teredala. Simba nena manyole. Chef Kevo. Minyali chamudo. Tuteda kwa liafuma. Sili na joko. Utawala Studio. Gore nina doga mako yosea. Wanda nina doga mako yosea. Ngoso wana wasungube. Abure nina doga diero yosea. Wanda nina doga diero yosea. All the way from there, Sembo nana yero kenda kanyiro bedo. Jemo wadmbita. Ya sembo nana yero kenda idirnyi. Manu jemo daktari. Yengo nyara semba yero kanyiro bedo. Ya sembo nana kochunago ginerwa. Yengo nyara semba yero kanyiro bedo. Ya sembo no kochunago ginerwa. Yengo nyara semba yero kanyiro bedo. Wagwan. Thanks Joe Afilo kwa cherokamano sana. Na tunasema hii ni bunge la wananchi. Tasia Job Corner. And my good name is Brett Lord. I'm the official host. Sawa. So nataka leo Chairman Gidi atufungulie uwanja. Chairman. Nataka wewe ndio ufungue uwanja juu ulikuwa uombe lakini hujaomba. So kuja tu ufungue uwanja. Karibisha watu alafu tuanze shughuli rasmi. Wanabunge ria. Ya kwanza ninawakaribisha nyote katika hili kikao. Kama chairman nitaongea baadaye. Philo Kwach, Ngoma Ibambe. Hapa Phil at home. Kila moja anapoingia hapa usiwe na saka, tuko pamoja. Any aspirant pia tafadhali unaposikia hii sauti usiwe na uoga. Biblia inasema tangu Yohana, wakati wa Yohana hadi wa leo, ufalme wa mbingu inanyakuliwa na wenye nguvu. Tafadhali kama unataka kitu yoyote hapa Embakasi Ward, usiwe unajificha. Jitokeza kwa kiwanja. Hawa ndio watu wako, hawa ndio watakupatia kura. Asanteni. Wagwan kabisa, wagwan. Asante sana. Huo ni Chairman Gidi. Gidi ashasema maoni yake. Na by the way, Speaker Dimore, karibu sana once again. So guys, mimi ningependa kuongelea kitu moja leo. Last time niliwaambia kwamba mimi ndio chairman wa majenzi na nikapata watu wengi wameni DM pale, wamenitafuta sana pale Instagram wakiniambia ati yo rada ni gani tunaweza fanya kazi. So nimekuja kuwajibu leo tena. Kama wewe ni mwanasiasa na umai kwa corrupt, mimi kama chairman wa majenzi siwezi fanya na wewe kazi. So musini DM sasa sitawasema majina. Don't look for me. I am not ready to work with corrupt people. Mimi niko na mheshimiwa Adera. Na sitafanya kazi na nyinyi kabisa. So once again, kama ufanyi kazi ndakuanika. Nyantika tuliongea last time. Sitarudia. Juzi nimemwambia kuhusu ile barabara fulani, expressway fulani hapo ikitengenezwa. Ruta alisema ilikuwa 800 meters. Lakini nikaenda hapo na gari nikapita, nikahesabu na hiyo mita ya gari ikatoka 600 meters. Kwa hivyo hii pesa nyingine ya 200 meters ilienda wapi Ruto? Juu pia kuna venye unatuchenga lakini ni sawa. So kwa hii masaa ndawapea nafasi wanabunge wenye wako tayari kuongea, wenye wako na maoni, ndawakaribisha leo muongee kwenye bunge la wananchi na msikike. Sawa? Kabisa. Asante sana guest wabunge Mwana Bright. Tunaendelea. Kwa hivyo tunasema kama uko na maoni yote kuhusu Embakasi Ward as kuanzia mradi kwenda Riverbank kukuja Mabatini mpaka kwa ndege. Number 1,
tumekuwa tunaona issues za insecurities ziko at high rise. Number one, security kwa vijana ama security yetu as Embakasi Ward inaanzia wewe binafsi. Usidanganywa ati polisi ati anakuchunga ama jirani yako atakuchunga, hiyo ni uongo. Kwa hivyo solution ni wewe kwanza binafsi. Jiulize kama uko jobless as a youth. Uko na skill gani? Saizi vijana wanapatiwa kazi. Ndio juzi unasikia mheshimiwa mtarajiwa George Aloadera alikuwa amepatia na chance ya kama uko na kijana ama msichana nyumbani na amemaliza form 4 na anaweza taka kufanya anything to do with hospitality, bit nursing, bit mambo ya uchef, kuja uonge na mheshimiwa. But now unapata mtu saizi kuna chance hapa, wewe uko na mtoto wa ndugu yako nyumbani ama mtoto wa dada yako nyumbani, simply because sio damu yako unasema ati huyu angekuwa mtoto wangu ndio ningempeleka kwa mheshimiwa. Hapana. Number one, tunafaa tupendane. Tukishapendana, kama kuna makosa tukosoane, kwa sababu hatuwezi kuwa unaona uchafu kwa macho ya mwenzako na wewe huwezi toa yako, si ndio? Si ndio? So tunasema hivi, Mheshimiwa George Aloadera, tena narudia mara ya mwisho, kama uko na mtoto yote mwenye maliza form 4, bit ni msichana ama kijana, na ukimwangalia ako na talent ya kupika, anything to do with hospitality, Mheshimiwa George Aloadera ako hapa, kuja umuone, akueleze, upangwe. Na hiyo project after umefanywa training, mnapatiwa tena internship either Italy ama Spain kulingana na uwezo wako wa kulearn foreign language. Na foreign language si kuongea sheng, tuelewane vijana. Foreign language ni either Spanish ama Italian. So tunasema hivi, tukiendelea na hii bunge, tunajadiliana zile vitu zenye zinatumiza katika hii ward. Tukiongelele insecurity, tunasema insecurity inaanzia vijana kuwa jobless. Wewe huwezi shindaga kila siku unatafuta 100, hiyo 100 unaenda unachukua jaba na njugu, alafu jioni unaongojea mama akishatoka kazi yao ya kuuza mboga nini salon, unapiga nyongolo. Hiyo tunakataa. Tunasema tujitume. Kuna nafasi mingi za kazi mtaani huku hivi, mbona tusiapply? Kuna youth leader, mbona tusiende kwa hizo offices zao? Kuna current sitting MCA mwenye ako kwa ofisi, mbona tusitumie hizo chances? Other than tukipatana ni kusema nani. Kuna ma single mothers, kazi yenye imebakia ma single mothers Bright Lord ni kufua. Wamama wengi sana wanatoka hapa Mabatini na Riverbank wanaenda kufulia oria nguo huko kunaitwa Ajedonom. Kazi ni kazi ndio, lakini ile mshahara yenye unatoka nayo haimsaidii hata kulipa rent, haimsaidii kufikisha school fees, haimsaidii mtoto akigonjeka, you get. Saizi ukiangalia hapa Embakasi Ward, ukiuliza like 80%, ukiuliza kuhusu SHA, utapata 80% hata wako registered kwa SHA. Hata hawajui. Mwingine aliniambia unakuwa na SHA, alienda hospitali. Nikauliza SHA inafanya kazi? Akaniambia inafanya kazi. Ati walikwambiaje? Waliniuliza kani niko na SHA, akaniambia nishapona. Sasa nikashanga. So nikashanga hii ni SHA gani? So Kenya tunajaribu kusema Africans tuna suffer due to lack of knowledge, ignorance, neglect. Tumeka hivi, unapata kuna nafasi yenye unafaa uende uji express kama mwana hiyo ward, ujiulize ni kwa nini sisi kama wana hiyo ward ati wanasiasa wakikuja ni pesa tu, alafu wakati wa kura unapata mtu akupigiwa kura na aliingia aje? Atumuoni kwa ground. Nyumba zikichomeka hapa chini hayuko kwa ground. Maji number 1, unapata maji kuna makatels tu huku wanapeana tu maji shilingi 10, shilingi 15. Unanipata? Whereas hata hapa mali tumesimama, hii nyumba peke yake hii inaweza kwa hapa tank na maji rudisho chini, watu waichote hata kwa shilingi 7 hii kibuyu ya 20 liters. Hata bure ikiwezekana, kwa sababu maji iko kwa serikali. Lakini ikifika hapa ndio unapata watu wawili watatu, unashangaa hii tumbo moja inalishwa na pesa ngapi? So tunasema hivi, tusikue waoga. Tumechukuliwa waoga for so long. Leo tunataka tuzungumzie number 1. Mimi kama speaker wa bunge leo tunataka tuzungumzie insecurities. Insecurity inaanzia wapi?
vijana kusema hatuna kazi, vijana kusema mheshimiwa tunataka mradi. Ukiuliza ni mradi gani, hata huo mradi wenyewe hawana. Ukiuliza mko kwa group, hata wako registered. Ukiuliza mko na ID, mwesh mimi nitakula tu 200 lunch, lakini hata ID yenyewe hana. Hatuwezi endelea hivyo majamaa. Sisi kama wana Embakasi Eastward hatuwezi kuwa tu vijana wa kuwekwa ati wewe umewekwa tu. Kwani wewe ni chiwawa? Ati mama fulani wewe kazi yake tu ni kuweka kwa nyumba, wewe ni kucheza tu mechi, unalipiwa rent, kucheza mechi, kupiga luku, kucheza mechi, kushinda kwa ba. Hapana, vijana lazima wajitume. Sawa? Vijana power. Karibuni tena ndani ya Embakasi TV. Hii ni Embakasi Ward Bunge na tumeanza courtesy of MCA incoming kijana mdogo George Alo Adera. Asante. Asante sana bwana speaker. Na bwana speaker shatupea agenda ya kwanza kuongelea insecurity. Na insecurity by the way leo nataka kusema tu ukweli. Mimi sitadanganya. Mimi kama chama na majenzi hakuna siku nitaki kuwa muoga. Unacheki? So leo nataka niongelea mapolisi wetu. Hapa sana sana polisi hapa wa post. Hata naona kuna mwingine anapita hapo. Kama unanisikia peleka hii message huko. Hawa wanaweza kushika waona una makosa kabisa. Unacheki? Na wanda hata vijana wanakosana na wao kila siku. Wakisha kushika hivi na makosa kidogo yenye haijapatikana, unaekelewa hiyo makosa. Yaani ndio wakule. Sasa siji kwani wananga mshahara nini? So kwa hivyo unashikwa na ukichukua na bangi moja kama ni serikali unafaa utolewe na 1000. Hiyo ni smoking. Lakini polisi atakusundia vitu zingine unashangaa zimetoka wapi. Unacheki? Juzi best yangu alishikwa hapo. Ni jenzi tu hapa hivi alishikwa, aliniletea complaint kwa ofisi yangu akaniambia alishikwa akasingiziwa bangi 12. Kwa hivyo mapolisi mko na bangi na mnatafuta bangi kwetu. Sasa sijui hata ni gani. Ama polisi wa post. Nishawaambia hiyo. So insecurity kama mweze kutulinda basi tujilinde. Haya kuna Masai mnalinda hizo estate nini? Kuna Masai pale juu karibu na Melissa. Juzi mheshimiwa alibiwa hapo na Masai wako watatu na wako na mishale na hizo vitu zao makisu wanaona na wanaangalia tu nao ni security wa usiku. So which means Masai kama ID yako ijadika Nairobi na uweze tulinda vizuri utarudi huko sijui ni wanaishinga pia wase. Huko kwa bush mnaishi mkikatakata mambuzi. Kama uweze kutulinda huko juu Masai hawezi kuwa nakaa unaibiwa hapo next karibu na esto yake na ni kama anachangia wewe kuibiwa ndio akule baadaye na ndio security. So kama ndio security haiwezi kuwa inafanyika hivyo. Bwana speaker by the way mimi sijafurahia hiyo maneno kabisa. Na bado vijana wetu kuna si wote wanaiba na si wote wabaya. Na sasa vijana tulisema last time tukikupata wenye washafanywa ile kitu mnajua si ati mnaguzwa unabembeleza tu kidogo unaguzwa unarudi kwa laini kidogo sawa. So sasa kama kijana unaona best yako ni mwizi ama kuna tabia kidogo za kichinku mkataze kwanza. Asiposikia atakatazwa na polisi ama polisi anaweza kosa kumpata lakini akipatikana na kina sisi itakuwa mbaya. So security juu sasa tuseme vijana mnaiba hii area. Hata wamama hawezi kuwa na amani juu sasa kama vijana si ndio tunafaa kuwa nguvu ya area, nguvu ya community. Tunafaa kulinda watu huku. Mkianza kuaibia wenyewe kwa wenyewe haiwezi bamba. So kijana kama unasikia sauti yangu mtafute shughuli. Na last time niliwaambia aje sijana hata jina moja. Niliwaambia in case uko na hiyo talent ya kuimba, unaweza rap, unaweza fanya freestyle. Sijapata hata jina moja. Jina niko nao ni jina ya Sabawan na wako wawili. Na they were to come lakini hawaja show up sijui mbona. But hakuna kijana amekuja kuniambia aje niko na hii talent hii na hii, naweza fanya hii na hii. Alafu niko na account hivi na hivi. Juu niliwaambia last time kama uko na ngoma tamu tuone hii ngoma yako ni tamu vizuri. Na inaweza kutoa nje, inaweza kupea nafasi mahali kwa community ama kwa mtandao pale unaweza kulisha na hiyo ngoma yako. Hiyo ngoma itapeleka kwa studio yenye itasimamiwa na mheshimiwa Adera. Atakulipia studio na producer yuko hapo. Tuko na producer hapa Odis atakushughulikia hiyo maneno pande nyingine ya sijui ni mixing. Mimi sielewi hiyo mitambo. Mimi tu ni host. Na bado kuna cameraman yana atakutolea video which means kila kitu iko intact. Wewe ni tu ukuje useme mimi naweza fanya hii na hii na tusonge mbele. Alafu tuko na group yetu ya TRC Tasia Riverside Community. Hao vijana pia bado ni vijana wanaimba. Na hao vijana ni wenye wako under George Alo Adera. Na kwa vijana tuko wengi sana, tuko more than 100 I think.
So next time tukuja bunge nitakuja na a few of them watawa entertain. Na mkiwaona si ni vijana wenye wachapa kazi, vijana wenye wako na akili timamu. Ndio maana nasema kama hapa sana sana hapa Tasia. Hapa sijajua hata msanii yoyote huku mwenye upcoming. Kama wewe ni msanii mwenye najua tu ni Papati na hata wewe si upcoming, huyu ni mwenye ashafika. Sasa kama utaki hiyo nafasi yenye umepewa, sijui mtasaidiwa aje. Na kama uko na kijana mwenzako mwenye anaweza imba, anaweza fanya freestyle, ni msanii mzuri na unajua huyu ni shupavu na mwaminia, wewe mlete huku, anipee jina na namba, tufanye shughuli na yeye. Sawa? Kabisa. In the meantime, like, subscribe na share, si ndio? Bwana speaker, nimemaliza yangu. Asante sana Bright. Venye tunaendelea hivyo hivyo, tunasema insecurity lazima ikomeshwe na ikuwe reduced in this Embakasi ward. Na the only way we can do that is by making sure that tunatafuta employment na tunatafuta empowerment. Kitu moja yenye amjui nyinyi kama wana Kenya ni ya kwamba hakuna mwanasiasa yote mwenye anaweza taka uerevuke. Mwanasiasa anatakanga uende kwake umuombe kila siku. Lakini huyu ni kijana mdogo ameamua kufanya kitu inaitwa empowerment. Mwanasiasa anatakanga kila siku uende kwake, nimefungiwa nyumba, nilipie. Tuko na matanga, tuchangie. Nimekosa school fee, tuchangie. Wewe mzazi, wacha niwaambie ukweli. Hata hii mambo ya basari, kama uko na akili mzuri na unajua kuhustle, what is 5,000? 5,000 ni kitu unaweza jitafutia. Si ati unaenda pale kwa Ndege Church, unakalishwa the whole day, unapatiwa basari ya one term. Hiyo ni 5,000. Whereas pesa ingine yote kwa basari na kwa 250 million. Bila akili na bila kujipanga kwa hizi chama zetu kama wanawake. Itabaki tu bado pesa inatumika 20 million na mtajua the rest imeenda wapi. So tunasema hivi, kwa insecurity number 1 inaanzia wewe. Usianze kusema jirani yangu ni mwizi na wewe ukiona box yake pale juu yako uliosha iku kauka, haiko kesho yake. Hiyo mambo tukome. Insecurity hizi isha kama wewe kazi yako ni kuchungulia jirani amenunua TV 42 inch. Next week amenunua nini? Radio. The other day amenunua nini? Kitanda. After 1 month anaenda kwake anapata ati aliibiwa. Aliibiwa na nani? Ni wewe tu ndio ulipanga. So mambo ya insecurity, tumeambiwa kuna Mamasai huku wenye wanafaa tulinde. Kama mnasikia kama Wamasai, fanyeni kazi yenu. Juzi asubuhi nimepanda gari na Masai mmoja nikashangaa. Analinda pale Edenville, lakini alishukia wapi? Country bus. Kwa hivyo hata si mtu wa huku. Yet kuna vijana wengi sana, vijana wenye wanaweza fanya kazi insecurity. Huku na tujipange vizuri sana. Unanielewa? Kwa hivyo nataka mtu yote mwenye ako na agenda kuhusu insecurity. This is your time to talk. Ukuwe mwanamke, ukuwe mwanaume, tuongee. Ukiongea haijibandiki kwa mgongo, tunatafuta suluhu. Sisi hatuko hapa kutafuta views na likes. Tuko hapa kuongea kama wana Embakasi ward. Tujue mambo ya insecurity. Bwana guest, tukimalizana bwana host, tukimalizana na insecurity, nataka tuongelele mambo ya education. Tuko na MP which is very good. Mwenye akipanda pale kwa governor itakuwa vizuri sana. Lakini for the past 20 years tumekuwa na shule ngapi hapa za public hapa Embakasi ward? Unaelewa? Kwa hiyo nataka tuende na mtaratara polepole, utaratibu. Mwenye ako na jambo anainua mkono, tunampatia mic, anaongea, si ndio? Haya. Kwa hivyo kama kuna issue yote yenye umeshuhudia for the past 1 week ama the past last 6 months kuhusu insecurity, mpaka mambo ya stima. Insecurity inaendelea mpaka kwa stima. Naweza kuwekea stima yenye najua mimi ndio saa zenye naizima. Ukae kwa giza nifanye mambo yangu. Kawom. Wagwan. Mwenye kana maoni sasa, the floor is all yours. Wagwan. Karibu sana baba. Haya. Ningependa niwasalimu, habari zenyu? Mko poa, si ndio? Mimi ni yule tu yule mmoja mwenye mnajua. Si mnanijua?
Sasa kwani tuogope Mungu, tuogope njaa, tena tuogope binadamu? Hiyo tulikataa. Si ndio? So kuko hivi, mimi nikiwa hapa hivi nimechukua mic, nataka nipinge mtu mwenye anaitwa Ricardo Nyandika. Na mwenye ako na issue na mimi aniambie. So najua ataona hii video. Ricardo Nyandika, I need to tell you. Wewe sasa saa hizi mtu akuja kusemesha hapo, unaweza ambia watu wa hapa Tasia umefanya nini? So kaa ukijua someone like me 2027 wewe unaenda nyumbani mapema na tukuogopi. Wacha tuchugue sasa vijana wenye wanaweza tujali. Wewe unajua ulipewa kura ukapotea. Nyinyi mnakuja kwa matanga ati mtu amekufa. Mnapenda matanga ndio mkuje mpige hapa siasa yenu, si ndio? Next time ukijaribu kuja kwa matanga Ricardo Nyandika utatoka mbio. Na so unajua ni kamera, si ati na nimefunga nimejificha ati nimevaa mask. I know you know me. So nakwambia direct, wacheni kupenda matanga. Mtu akikufa unajifanya mzuri, unatoa mnachanga sanduku. Saidieni mtu kama hajakufa. Mlipewa kura na hawa watu. Hawa watu waliwapewa kura wakati mshapata kura mshapita, mkaenda mkanyamaza huko. Si ndio? So tena mmeshafika ile wakati wa kuja kujifanya mnarekebisha tu barabara, kuja kudanganya, ati sijui shida, mara nini. Sasa hii ndio wakati wenyu. Tushawajua. So tulisema ni one term. Na kama ni one term tutasimama na msimamo mmoja. Na that's why nasema bila kuogopa. Ricardo lazima utaenda nyumbani. Tutangangana vile ambavyo tunaweza, wewe lazima uende. Kwa sababu hebu tuambie tu sasa kweli nini umefanya? Ni nini? Kama si ahadi za uongo kila saa nitafanya, nitume. Nyinyi, hiyo ndio kazi yenu. So Ricardo Nyandika, mimi sikuogopi by the way. Kama kuna mtu mwenye anakusupport ni kama unaonanga kando. But someone like me, I hate you. Na kuchukia. Kama kuna kura yangu sikupei. Na kama kuna maneno na mimi nitafuteni tena. Na nitafuteni. Kwani mimi ndio wa kwanza kukufa ama wewe utaishi milele? So mimi ningejaribu tu kuambia kama uko hapa na una support Ricardo Nyandika by the way, wewe beba tu mkono nikuone. Nikutoe hapa siaka kwanza. Uende. Nini tunaanza kubembelezana na wewe? So tuko na mheshimiwa yule ambao tunatambua 2027 tusimame na yeye na nijoje sako hapa hivi na Mungu akubariki sana. Na wewe pia ukienda huko usijaribu kufanya ujinga, tunaona viongozi wanatufanyia huko mbele. Si sawa? Simama na vijana, simama na kila mtu. Yule ambaye amekupigia kura, ujue watu wanataka usaidizi. Msingoje mtu akufe ndio mnaanza kuleta michango zenye kwa matanga. So ni hivyo tu na simbarikiwe. Papati, kabla hujamalizia swali moja tu. Kwa wale wote wenye mnapita, hii ni Embakasi TV na tuko hapa courtesy of Embakasi Bunge, Embakasi News TV, na tuko hapa courtesy of George Aloadera, na hii ni Embakasi Ward Bunge. Tunawakaribisha kila mtu aweze kutoa maoni yake. Mambo ya kujificha tumeacha. Tuongee. Mambo ya kuletewa 100, 200 alafu napiga kura tuache kuwa wajinga. Niko na swali moja tu Papati. Tunasema hivi, Nyandika ulipatiwa 5 years. Mambo ya security imekuwa aje for the first 5 years? Hakuna kitu yenye, unajua nikisema hakuna kitu yenye mimi nimeona yamefanya maana, kumaanisha mimi simtambui. So mambo mengine waachana na mimi, najua Nyandika ni one term. In short, tuko na mwenye tasimama naye 2027 na ako hapa. Kwani kama kuna mwingine mtaka kuniuliza maswali gani? Si nishajibu. Hapo sawa Papati. Karibu sana guys. Oya cheki. Yaani unaambiwa live. When Papati guys, thanks so much bro man. Kama uko na maoni umekaribishwa. Na bwana speaker bwana, nataka hawa watu waongee kuhusu hiyo security ndio next time tusirudie hiyo maneno. Unacheki? Wagwan. Alafu kijana mdogo pia amesema kuna maoni. Na atatuambia kuna talent gani pia. Kama uko barabara usiblock barabara, umekaribishwa huko at least kuja hata kamera ikuzoom kuone sura yako mzuri mrembo macho ine, kuja tu karibu na mimi hapa. Usikae mbali mami. Naitwa Bright Lord Joe. Mimi ndio host, come tu. Wagwan. Aoza. Nimesikia nikipita hapo amesema ati hakuna talent. Talent iko sasa. Vile talent iko, mimi ni mama kusababisha hiyo talent. Wamesema ati vijana hawana talent. Vijana wako na talent. Nimesikia kuna News Informer, kuna SG Papa TV, kuna SG nani. Mi viongozi na vingizeo na wanaongezao. Cheki aje. Safiri salama, kwa sababu si saa hizi kila mtu kimchukua hapa atasema babu kwa sababu
Anajua babu kwa sababu ako na sababu yake. Na asifiae kila mgoma wewe ujua kwae kwako imemnyea, ashajua ati kuna mazuri kwake. Wewe usisifie kila mtu, usisema ati nini, ati kumekuwa, ati kumeenda. Unamsifia kumbe ati wewe kwako umepetiwa kichele. Hapana aje. Sikia kila maoni ya kila mtu. Kuna mama mboga, kuna mza makaa hapa. Msikie kila maoni yake. Akwambie kuko aje ama namna gani. Maoni ni ya kila mtu ama namna gani. In the meantime, what I wanna do the most favorite thing, okay? In the meantime, a selector, okay? Nimesikia kuna talent. I wanna do my good talent here in the building, okay? I wanna do my good bad talent in the building, okay? In the meantime, twende nalo, ma DJ, put them on. Huyu jamaa anasema ni MC, lakini sasa mjua MC hiyo ni talent ya lazima ngoma ikue. Sasa anasema yeye ni MC lakini talent ni talent. Yaani in short anasema ni MC wa matanga na tuko bunge. Bunge la wananchi job corner. So Maiji, tunashukuru sana talent yako na karibu sana next time. Ngoma ikikua sawa, lakini sio leo. Mwanabunge mwingine akaribishwe. Mwanabunge mwingine akaribishwe mwenye kana mahoni kujiongee. Leo tunaangalia insecurity na wewe ile siku karibu upigwe. Sema tu kweli. Nani alikuwa anataka kunipiga? Wale vijana. Amjambo. Jambo. Kwa majina anaitwa Niko, mkaji wa hapa. Sasa mimi kuhusu mambo ya insecurity, task ya security ya task ya for hizo siku zingine imekuwa mbaya. Kwa sababu unapata watu wanavuja manyumba, vijana watu wezi tembea usiku. Sasa sitaongelea sana, mimi napenda siasa. Sana siasa za juu. Mimi sipendangi siasa za chini, hapa sipendangi. Sasa nataka kusema hivi. Kikipiga siasa ya juu. Kesho tuko na uchaguzi by election all Kalau. Wengine wanauliza Kalau. Nani wewe? Sasa mimi kama mtu wa tutam hapo najua kesho tunangojea matarajio na it's a matter of time. Na hapa unajua hapa mimi nasikia watu wakiongea mambo ya mimi nataka mniambie hapa Embakasi ward hapa Tasia hii CDF ya hapa Embakasi ward inafanyanga kazi gani? Kwa sababu mimi nikitembea hapa sioni kitu mpya. Hii barabara ilijengwa lini? Hospitali gani imejengwa? Shule gani imejengwa? Mbunge anapewa pesa ngapi ya basari? Ya CDF. Kuna shule imejengwa? Sasa mimi mkipigia mtu kelele hapa eti aenda kuwa governor. Kama hizi fanya kazi ya ubunge, ataenda kufanya nini? Nauliza pesa ya CDF ya Embakasi East, Embakasi Ward imefanya kazi gani? Ndio msifu mtu ni kama mimi nasikianga watu wanasifu babu hapa na shino wamefanya nini? In terms of bursary allocation hapa amefanya vizuri, lakini in terms of development babu is very poor. Kwa sababu mimi najua kazi hata juzi nilisikia alikuwa rated at the end you're the best performer. Na mimi najua kazi ya mbunge ni legislation. Babu ukisikia sijaisikia kitu ya maana akiongelea kwa bunge. Kama sio kuambia mtu hakuna kitu unajua. Kitu ya pili kazi ya mbunge ni representation. Sijasikia mambo babu akisema mambo eti wakaji kuna issue ya Embakasi East inakuwa discuss pale kwa bunge. Mambo ya tatu ya kazi ya bunge ni kutengeneza bajeti. Ile siku ya kutengeneza bajeti badala watoe maoni, mimi niliona kama wameita press conference nje. Lakini sasa mambo ya bursary allocation hapa ako sawa. Lakini sasa mimi nasema akienda pale juu tutamsahau. Kwa sababu mimi sijakuwa convinced kama naweza mpidia especially kama ako out of broad base. Asau kura yangu. Mimi nimempigia kura mara mbili, but this time around sioni kama nitampigia. Kitu kingine, sisi vijana wale ambao hawajachukua kura, wachukue kura na ukue wise.
Tuache siasa ya euphoria. Ile siasa ya euphoria, ile siasa inaenda na upepo. Unasema sasa sisi ndio sijui kina nani. Kama wewe hujijui. Huo mtu ambao unasifu, ni siasa. Unajua watu waache siasa ya kifua. Kwa sababu unapita kifua like at the end of it, si wengine wanapiga kifua. Kesho usiku mtaona breaking news pale imeenda. Na itakuwa zinaenda tu hivyo. Alafu wanajificha mali siku 3, alafu warudi kwa barabara tena one time. Wamesahau walibwagwa pale. Sasa vijana mkuwe responsible. Kuwe responsible people, kuwe responsible Kenyans. Chukua kura. Angalia kazi ya mtu. Wacha kukuja hapo unasikia watu wanasifu na wewe mwenyewe kufanya evaluation yako, useme huyu mtu amefanya nini. Huwezi taja vitu 5 yenye amefanya, lakini nyinyi mnasema. Unajua kama unataka kuwa kiongozi, kuwa problem solver, usikuwe problem seeker. Wewe unaona tu makosa lakini huwezi leta solution to hiyo makosa unasema. Kwa sababu mtu kama hao watu unaona pale wanapiga kelele pale Olkalau. Hata mwenye anasimama pale apewi nafasi ya kuongea. Anapewa nafasi ya kusalimia watu. Zingine wanasema mambo ya one time. Sasa unashindwa watu wa Olkalau wanataka mbunge ama wanataka kuwa kuchagua rais. Kwa sababu wanaenda pale wanasema tu mambo ya one time. Badala wapatie yule mtu ambaye anataka kusimama pale nafasi, so that ikifika next year watu wa Embakasi wa Olkalau wasema ulituahidi 1 2 3 4 hukufanya. Wao wanasema mambo ya one time. Na hapo ndio kwa sababu mwingine anakuja pale, mtu amekupatia gas, mwingine anakuja anakuambia one time. Mwingine anakupatia pikipiki, mwingine anakuja wewe utachagua nani? Kwani one time utaenda uweke kwa meza yako kule. Kesho mkonje matokeo. Wow. Tusonge nyuma kidogo juu ya kameramani, tumempea nafasi. Ayo wagwan wallahi. Cheki kila msee na maoni yake. Yeye ni amani ya mwanabunge na amesema yeye ni mtu wa tutam. So guys, in the meantime, Msupa utaongea sahi baadaye. Haina shida. Acha tukaribishe huyo mwanabunge mwingine pia atoe maoni, si ndio? Karibu sana baba. Wagwan. Hello. Mimi naitwa Mwami Wilson from Mulembe Nation. Mimi ni mkaaji wa hapa Tasha. But sitaongelea siasa ya hapa chini. Naongelea mambo ya juu. Whereby watu wamefinywa na uongozi duni. Mtu anaitwa Kasongo. Kitu ya kwanza alikuja na propaganda na Biblia kubwa hata inashinda Nissan. So one, alisema atachukua mama mboka. I have never seen a cabinet minister, principal secretary, mama mboka in that cabinet. Akasema vijana, hakuna kijana yoyote, ni his ministries. Two, ingine anasema mambo ya elimu. Tuko na watu wamepita mitihani, juzi gazeti ilitolewa wakasema watoto 1120 hawatasoma kwa sababu maisha ni ngumu, school fees wazazi kupata ni ngumu. Yaani naongelea maneno ya TVET and KUSSIPS. Saa hii ukienda kwa boma za watoto wamerudi nyumbani hawasomi kwa sababu ya low funding of the government, capitation na vitu zingine. Haya, ya tatu ukija kwa maneno ya matibabu. Sha huku nje anatembea akisema ho. Nani hapa amekuwa mgonjwa juzi? Ukiwa mgonjwa ukienda Mama Lucy wanakuambia comprehensive insurance ndiye inatibu hapa watu. Lakini yeye naye huko nje anasema matibabu ni bure. Ingine serikali si atinapea watu handout. Which type of government is that? Serikali inatafuta way to solve the problem of the people by empowering. Through empowering unaelimisha watoto, kitu ya kwanza. Ya pili, tuseme wafurute stima hii area. Na watoto wenye wako skilled wameenda technical colleges wamejifunza hizo vitu, wanakuja kuchoma milango nini madirisha. Tuko na motor ni gate, motor ni madirisha yani windows. Whereby itawapea tu watapata ma customers wanauza wanajiinua maisha yao.
kuliko kusema at handout 30,000 nasaidia nini. Kwa nini zaapee mtoto wake hizo 30,000? Anapea milioni 100 mtoto wake, ananunua gari inapita hapa inaitwa Manyanga. Na wewe wanakupea 30,000 unasema 2 term, 1 term. Harambe! Tosha. Hiyo gari inaitwa Mood. Ni gari ya Charles Ruto. George Ruto. Karibu sana. Okay. Kwa majina ni Rhino Ucheng Uzoro. Mimi nitasema hivi, hii story ya 2 term, 1 term. Unajua hiyo ni maoni ya mtu, lakini mtu kama mimi niko 2 term, unaona? na sisi toka huko. Kama babu ni kijana wetu hapa mtaa wa huko Embakasi, na kazi amefanya mi kazi sababu nimeona mazee, hatusipinga. Kama matanga kipatikana kule, babu anakuja anasaidia. Barabara tunaona amejenga barabara, ukienda kule kwa ndege lami iko, ukienda pale nini iko Church Road kuna lami, drainage ameunda, unaona, basari anapeana. Sasa mimi sioni babu kama hajafanya kazi. Kazi amefanya, na mimi kura yangu ni kwa babu. Babu ni 2 term, na Ruto pia ni 2 term. Nyatika naye ni 1 term, unaona? Nyatika ni 1 term bro. Iko hivyo. Babu 2 term, Ruto 2 term, na Kenya endelee. Ni 2 term. Tunasema tunaendelea, tuko ndani ya bunge Embakasi Ward. Na huyu ndugu yangu umesema unaitwa nani? Rhino. Rhino kijana wa mtaa amesema babu ni 2 term, Kasongo ni tutamngoa, Nyantika ni tutamkimbiza. Mimi niko na swali moja kwa Rhino. Unajua zile kazi za MP? Hebu niambie the first 3 roles za MP. MP kazi yake ni kupeana basari watoto waende shule. Basari watoto waende shule. Na kuleta maendeleo kama barabara. Kujenga mashule pia. Nani mwingine ako na maoni tofauti? Exactly. Hebu ndugu yangu anakukosoa, wacha tusikie. Ndugu yangu anasema hizo si kazi za mwanabunge. Kazi ya mwanabunge ndugu yangu ni kama gani? Legislation ya kwanza, good. Representation ya pili, oversight. Sasa ndugu yangu Rhino, kidogo tu, hold on the horses. Usikue kama Mluya mwenye anakula kuku mpaka na sauti. Nataka uelezee Rhino. Oversight kwa njia rahisi ni kumaanisha nini? Oversight ni kuchunga. Kuchunguza. In layman's language, for instance Rhino, kama hii barabara inatengenezwa, yeye kazi yake ni kuoversee kwamba hiyo barabara imetengenezwa from the word go. Si ndio? La pili ulisema ni representation. In what sense? Anahakikisha kwamba mali analinda maoni yao, anapeleka pale ndio ikuwe ishughulikiwe. Mahala pagani pale? Mali unalinda. Unapeleka hizo agenda ama zile nini mahala wapi? In terms of mali una represent watu wako, panaitwa aje? Constituency. Parliament. Asante sana. Ku represent watu wake kwa parliament. The third one, thank you. The third one ni legislation. Ndugu yangu, hebu ambia tu unaitwa nani na utueleze legislation ni kusema nini? Mimi ndio Ode Magufuli. Ode Magufuli. Kiongelelea kifuli. Makofi yake kwa wapi? Magufuli nani? A total man. Magufuli ukiongelelea kifuli unanikumbusha ni mwisho wa mwezi nimeangalia WhatsApp ya Naldo ni kifuli bwana. Na sijalipa rent. Hebu ambia watu hii legislation ni kumaanisha nini? Legislation ni kutengeneza sheria na kupitisha ambapo italinda wananchi wale una represent kama mbunge. Wapi makofi yake jameni? Lazima tukue watu ambao wanaelewa, tukue knowledgeable. Tusiseme round hii tunataka kupiga kura na hata wewe mwenyewe haujui the first 3 duties of an MP.
Haujui hata MCA in full ni kumaanisha nini. Lazima tujue, usiende pale upige kura na baada ya kupiga kura unatoka bila kufuatilia wakati wa budget allocation. MCA amefuatilia nini? MP alipitisha nini? Sivyo? Haya, sasa tukiendelea, nataka kuna ule watatu mwenye, karibu sana the total man. Nataka you tell us okay. Najua tuko mboka doba. Total man, karibu sana. Nataka waambie watu majina yako, alafu tuambie in terms of politics 2027 ama leadership. Kwanza mimi nataka nijue, kabla hujashika hii microphone, unaongelelea politics ama leadership? Sawa? Karibu. Asante sana. Mimi kwa majina ninaitwa Ode Magufuli. Mimi ni mkaaji wa hapa Tasia. Hapa nimekaa sana, vitu mingi nimeona Tasia. Nitaongea kuhusu politics kidogo. Tulikuwa na Embakasi, nikianzia nyuma tulikuwa na Embakasi constituency ambayo ilikuwa inalindwa na Mwenje. Hapa ilikuwa ni msituni. Tumeona ilirudi ikagawa ikakuwa Embakasi East, North, West hivyo. Shida ya Embakasi since ianze the larger Embakasi kabla dividiwa ni leadership. Hatujapata leaders vizuri. Yule anasikiza kilio cha wananchi. Ni wale watu wakisha chaguliwa utamwona anakuja ana pinpoint watu kama 5, alafu au ndio wanatembea ground. Magufuli anasema nini, anapinga mheshimiwa. Ukikata kanusu yako pale container, ukitoka unapigwa kumbu kidogo, unaambiwa wewe ni mwizi, unagongwa. Ati ndio wanalinda naye uongozi wao. Imekuja mpaka tunachagua watu kutoka kwa MCA, ubunge, Senate, rais, women rep. Hii viongozi wote wamefail. Hakuna yule ninaweza sema hata in terms of percentage, hakuna kiongozi tulichagua ninaweza pea hata 20%. Nikianzia hata women rep, sijawahi kumuona na macho tangu tumchague. Tunasikia tu ni Esther Passaris. Venye jina yake ana pass tu na hiyo kama Passaris hiyo. Hatujawahi kumuona. Kuna empowerment kwa women wale anawakilisha. Ukimsikia unamsikia sijui amefanya vituko gani, utamsikia kwa vituko tu kwa TikTok. Kijana wetu Babu alianza kazi mzuri. Sijui nikacha ile wanakunywa kwa kantini ya parliament imefanya sasa ameregea ama ameona ni jambo la kawaida juu ameenda 2 term sasa. Lakini nakwambia binadamu wanarefuka. Venye ulituacha nyuma ukiingia sivyo ndivyo utatupata ukikuja 2027. Juu tunataka mtu ambaye ana empower vijana. Kuempower vijana si ati umepea wengine kando ya barabara wajenge vibanda, wanakulia an individual anakulia 300. Mimi hakuna kitu ninapata na nilikuchagua na unasema ati umeempower vijana. Hiyo sio empowerment, hiyo umeempower an individual. We want something which empower the whole community. For example, hatuna soko, wamama wetu wanauza kando ya barabara. Kesho kama ndugu yangu anauza hapa, ati mtari nataka kufagiliwa, hii kitu yote inakanyaga wanatinga, ameenda hasara ya 1200 hapa. Lakini kuna pahali hapa hata wakati hizo masamba zilikuwa sikigawa, kuna pahali ilitengwa soko inafaa ijengwe wa Tasia. Wamefanyia nini hii jambo? Hatuna soko. Kwa nini? Hatuna playground, watoto wetu wanasoma juu ya gorofa, mtoto akishuka chini, hata mimi sijasoma sana, lakini mtoto akicheza kidogo ndio hata zile vitu alifundishwa inaingia kwa akili. Shule iko ambaye ilikuwa ni nyumba ya mtu. Ilikuwa ni ploti. Mtu amechukua ground ameweka shule. Na samba hii wakati ilikuwa inagawa, kuna pale ilitengwa shule inafaa ijengwe. Juzi niliona pale juu pali ilitengwa police station ijengwe. Ikiwa mheshimiwa Sakaja amekuja, walikuwa mpaka na CS Murkomen. Wengine wanagaa hapa hapo kwa police station walisanya kwa ni yao. Haiwezi kanini vita itoke. Hii ndio viongozi tunachagua wenye wana favor wengine 5 wa 6.
na the whole community wanaumia. Hatuwezi tukafanya hivi. Kwa hivyo ninaambia wenzangu hivi, round hii tuwe werevu, uchague mtu na sera zake, sio chama, sio two term ama one term. One term na two term, hiyo ni njia tumegundua ni njia ya wengine wa kukulia. Nikisema one term nitaitwa na wa Munyoro anipatie kitu Jumii ni mtu wake. Nikisema two term nitakula. Hiyo round hii ninaomba tukwame, tuwache mama kama hiyo. Tuangalie sera za mtu ni nini atatufanyia. Ndio akikosa kufanya tutamuita tumuulize, ulituambia hapa utatuwekea lami, mbona hujaweka lami na miaka 5 yako inaisha? Hivyo ndivyo tunaweza pata empowerment na ndio tunaweza endelea. Nikiongea kuhusu tena seneta wetu, ni kijana mzuri, lakini ni kitu gani amewahi initiate kwa wananchi wenye walimchagua? Aseme hata moja. Raundi hata by the way utatuoneza ni kitu yako gani inanyeshewa nje ndio tukupatie kura. Kama kuna usijisumbue. Kama MC yetu asijisumbue. Hata hiyo miaka 5 umekula, enda nayo tu kwa sababu hatuwezi tukua na kiongozi ambaye anakuja usiku na anaita watu fulani na anawaambia usiwaambie nilikuwa hapa. Wakati wa kura unatutaka wote. Tafadhali tuangalie tutachagua kina nani. Tuko na mtu sasa anataka MC hapa ambaye anasimama na sisi. Amejua shida zetu. Mbona tusimpe? Mbona tumunyime? Kama mtu hana chochote ni kama wewe ama mimi, lakini bado ana empower wengine. Si ameonyesha dalili? Dalili ya mvua ni mawi? Hii mtu si tumpatie. Tuone atatusukuma wapi. Hiyo ndio jambo la maana tuangalie. Ya mwisho. Nasikia watu wakisema one term, two term, no term, a quarter term, half a term. Je, hizi term zote baadaye sisi zitakuja ziungane pamoja, sisi tuumane hapa chini. Tuangalie hii mambo na term. Uwezo ukasema ati mtu ni two term na kuna kitu umeona amefanya. Amekufinya mbavu sana. Kwanza sisi watu wa Paisley tumefinywa mbavu ili hakuna. Unafanya kazi lakini unarudi kwa nyumba bila kitu. Imeenda wapi? Tax. Sasa hii mimi pesa yangu inaenda inajenga affordable. Affordable hii sijui kama nitapata ama nitapewa. Alafu hata hii mwenye ananiambia one time ndiye alisupport hii kitu wakati ili introducewa kwanza. Si unaona ananichezea akili. Tuwe werefu bwana. Hao watu ni wale tu, ni nyani ni wale tu, ni msituni wanabadilisha. Juu sasa ulininyima, wacha nikuharibie na hii njia. Lakini ni wale tu. Tuwe werefu, tuchague mtu ambaye ako na maoni ya kutupeleka mbele, mwenye amekoma. Asanteni sana. Halo, shukrani sana juu ya time. Alafu pia mkiangalia pia tunakosa light. So nataka tukija kuongea tuchukue dakika 2 then juu ya gender equality ni mwana mama ako hapa na sisi. Sijui kama ataongea. Akuja tupe maoni kidogo, si ndio? Karibu mama tafadhali. Salama basi kubimo siji kuja salimia watu. Karibu mama. Bwana Speaker, endelea. Kumbuka tuko ndani ya Embakasi News TV. Hii ni bunge la mwananchi Embakasi Ward. Nataka due to gender balance nataka kukaribisha Winnie Mola, ni mwimbaji wa gospel. Yeye pia kuja atoe maoni kidogo. Nataka sana kushukuru Total Man. Total Man umeongea vizuri sana. Umenikumbusha rafiki yangu fulani alikuwa anaitwa Chuodho. Aliambiwa tunge sentensi akitumia neno siasa akasema mtoto siasa lala. Sasa saa hii karibu sana Winnie Mola, karibu sana there. Tasia hoye. Wanabunge hoye. Nataka sauti, mnipe sauti. Wanabunge hoye. Hoye. Tasia hoye. Mimi ni Winnie Mola, mimi ni mwimbaji wa gospel artist. Wimbo zangu ziko pale YouTube, nimejitokeza hapa kwa wanabunge. Tukisimama na
Mheshimiwa Odera, si ndio? So mi naweza ongelea kuhusu upcoming artist. Wameachiliwa sana, tumeachwa, hatuna mwenye anaweza simama na sisi. Wenye wameenda huko, tuliuchagua, sioni kama wanaangalia maisha yetu kama upcoming artist wenye tunataka tufike penye wengine wamefika. Nimeongea na Mheshimiwa Odera, naona kama yeye amejitokeza. Yeye anasimama na artist na ameamua kusimama na sisi ili tusonge mbele. Sio ni mzuri? Nataka makofi kwa hiyo. Amesimama na artist na anataka tusonge mbele. Hiyo tu ndio niko nayo kwa sasa. Halo. Nimetumwa hapa na majenzi. Mjasi mimi ndo chairman wao. Wamesema aje? Wale watu wa hoteli, tafadhali mzingatie ile sosa ya mboga yenye mnaekanga kando ya nini. Kama ni 40 weka mboga kidogo, hata kama ni cabbage. Majenzi wanalia sana wenye wana gas, wanasema jo, masafa zimekuwa chini sana. Sawa? Alafu tukiendelea, my good name is Brett Lord, I'm the official host. Hapa ni Embakasi News TV, na kama unatuwatch hapo kipita, subscribe, like and share widely. Kuna maoni kwa huyu kijana amesema nataka kuongea. Hello. Kwa majina najiita Dennis Msaro na nimetoka kaunti ya Kisii Town, mahali Paul Simba Arati anatoka. Mimi nataka kuambia Paul Simba Arati hivi. Pale chini sisi ndio tulimpigania tukampea kula pale chini. Yeye amekuwa mzuri, sai ako na maoons. Yeye na Sairi Chanda. Nawaambia tu ukweli hivi. Ako na maoons. So nataka kumwambia ile kitendo yenye ilifanyika pale Kisii County Keumbu. Namwambia tu hivi, hiyo ni one time na ni kubwa sana. Na niambie tu Samoei Ruto, yeye pia ile siku tulimpigia kula. Sasa ni one time, si two time. Nataka kuambia tu hivi, pale Kisii mtu mwenye ako two time, yeye tu achue Wakisii hawatainua kumpigia kura, ama watu wa Nyanza hawatampigia kula. Hatuko na yeye. So tu hiyo ndio naweza kuwa, hiyo ndio maoni yangu. Sina mengi leo. Wapi makofi yake? Umesikia tu wako na mahoons. Na tutaki hiyo mambo ya mahoons. Na umesikia by the way umenikumbusha. Mimi sijaona Mkisii kipofu. Mulizaliwa wote Mkisii. Mkiona tu. Sawa. Mwanasheria pia yuko hapa. Na mwanasheria nataka tuzungumzie both sides. Sawa. Tunataka unajua for so long these politicians have been saying that young men or rather young people are not knowledgeable. They don't have direction in their lives. Why? Because so many times they meet us, they buy us alcohol, they get us handouts in terms of 200, 300, 500, and then we end up ganging up against each other. Yet once they have left us, tumwapigia kura, they are gone. Their work is just to sleep in those parliaments. Their work is just to meet after parliaments, drink, discuss non-essential issues. Yet, here with us, we are lacking development. We have insecurity issues. We are having health issues. We are having education issues amongst us. Na yet, tunaongelelea watu wenye hawatusaidii. We always say, charity begins at home. So, bado tunasema hivi, ndio tubadilishe kule juu. Lazima tuanzie wapi? Hapa chini. Na hapa chini tumeamua ni hivi. Raundi wakileta pesa tutakula. Raundi wakikuja hapa na kelele za kututawanisha tutawakimbiza. Tunasema hivi, wakuje waongee, watuache na amani. Wakuje wauze sera zao, wenye wakupigiwa kura tutawapigia kura, lakini watuache tuishi na zile shida zetu venye tumekuwa tukiishi. Hatutakubali kutenganishwa tena. Sisi we are tribeless na tunataka tu leader peke yake. Karibu. Wananchi oye. What is there?
tunaongea kitu moja. Tunaongea about, nimeongea about this thing, ni about education, na mwananchi saa hii hatuendi siasa. We are going about political, tuweke kando. Tuongee aya development ngapi, kama SGR ilikuwa pesa ngapi? Billions of money, si ndio? Unclaimed assets iko pesa ngapi? Aya, hiyo ni another mradi. Unclaimed assets, how much is there? Ni tunataka tuangalie hiyo unclaimed assets. Tunataka kuuliza huyo nani Mbadi ana hiyo wako na nani in finance, watu waambie unclaimed assets zinaendanga wapi, hizo pesa zinaendanga wapi? 60 billion zinatengwa wapi? That's another issue yenye iko very conk. Sasa unclaimed assets tunataka kuangalia where they go, zinaallocatiwa wapi, and the budget inaendanga aje? Tunasoma budget ngapi? Tuli trillion, sasa unataka trillion with the dollar. Okay, thank you. Unclaimed assets ndio nataka. Mwanasheria amesema anaulizia unclaimed assets. So hizo unclaimed assets tukiendelea, mimi naweza sema hivi, wana Embakasi ward, as we are trying to elect, or rather as we are getting ready to elect new leaders 2027, tusikwange tu watu wa kuongojea kuona kwa news ati budget was allocated, ati shule basari ilipewa hii, barabara ilipewa hii. Hapana, kuna kuaga na ile time ya meeting ya budget allocation. Mbona tusikuage pale sisi kama wana kijiji, tukae pale budget ikisomwa, tusikize na tupitishe, sio kutokea kwa barabara baadaye kuandamana huku kwa makorido mali wanauza gazeti ati kulienda hivi, pesa ni kidogo, na we mwenyewe au kuenda hata pale. Kuna watu wengi hapa chini wanasema Mr. Host, wanasema ati huko juu inanihusia nini na mimi silipi ushuru, sina kazi. Remember, kila mwana Kenya, kama unanunuanga mkate, unanunua maziwa, unanunua bia, unanunua sigara, unanunua kiberiti, mandazi, through that hivyo ndio venye unalipa ushuru. Kwa sababu leo mkate ikiwa 50 bob, kesho ikuwe 65, si bado utanunua? Exactly. Kwa hivyo usijidanganya tulipi ushuru ati ushuru ni wale huko juu. No. So what are we trying to say? Tujichune masikio round hii. Let's elect leaders, not politicians. Karibu. Wagwan. Nimeshukuru sana watoto wameongea. Naone bwana speaker Omosh Dimore ama Adek Tatu. Nimeshukuru sana. Thanks for coming for today. Alafu guys, so we are coming to the end. Juna na side tuta struggle ku record. Cameraman hawezi endelea bila light na bado live yetu pia ndio isha. So guys, my good name is Brett Lord. I'm the official host at Embakasi News TV, and if you are watching guys, subscribe, like and comment. Na next time tutakuwa kwa bunge, itakuwa next Monday, under the courtesy of Honorable George Oluwadera, the incoming MCA Embakasi Ward 2027. And guys, we are out.